mpendwa, na kusalimu mahali popote ulipo. Na kusalimu, pokea salamu zangu. Ni mimi mtumwa na mtumishi wa Bwana. Nimekuja kushukuru Mungu kwa wimbo ambao tuliuimba tungali wadogo sana. Lakini kwa ajili Mungu ameweka kazi yake ndani mwangu. Nakumbuka nyimbo zote tulizoziimba tungali wadogo pale kwetu Pitobolo, Fizi. Kanisa letu la Methodiste Uru. Tulikuwa waimbaji tunaimba pale. Ndugu mpendwa, siku ya leo tuwe pamoja na wewe. Tusherekee wimbo huu mzuri ambao tuliuimba tungali watoto wadogo. Siku ya kusikia parapanda la Bwana, nikita wateule wote kwa neema, tutakaribishwa sana na Mwokozi Yesu. Siku ya kusikia parapanda la Bwana, nikita wateule wote wa neema, tutakaribishwa sana na Mwokozi Yesu. Tutakaribishwa na wamalaika katika mkutano uko juu mbinguni. Tutakaribishwa na wamalaika katika mkutano uko juu mbinguni. Atawafukuza waovu siku ile, watatupwa kwenye moto wa milele. Jihadhari ndugu yangu, mwamini Yesu. Atawafukuza waovu siku ile, watatupwa kwenye moto wa milele. Jihadhari ndugu yangu, mwamini Yesu. Tutakaribishwa na wamalaika katika mkutano uko juu mbinguni. Tutakaribishwa na wamalaika katika mkutano uko juu mbinguni. Hatari ya kufa kwa wasioamini, watatupwa kwenye moto wa milele. Jihadhari ndugu yangu, mwamini Yesu. Hatari ya kufa kwa wasioamini, watatupwa kwenye moto wa milele.
pamoja na Bwana. Mifupa ni dhambi. Mungu anapokucheki mbinguni, wewe ni mfupa, wewe ni mkavu. Ndugu, ukifa hapa duniani utakwenda katika moto wa milele. Hata tusome katika jina la Yesu Kristo, ile sura yake ya 37 mstari wake ule wa kwanza. Ezekieli alikuwa nabii mkuu miongoni mwa manabii wakubwa. Ezekieli alikuwa mmoja wapo. Ndugu mpendwa, sikiliza neno hili linasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho, naye Bwana akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika lile bonde, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii ulioambiwa, enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Bwana. Bwana Mungu aniambia mifupa hii maneno haya, tazama, itatiwa pumzi ndani yenu, nanye mtaishi. Amena. Ndugu mpendwa, neno letu ni kuishi. Neno letu ni kuishi. Bwana Mungu alionyesha nabii Ezekieli katika bonde la mifupa. Akamwambia, tazama, akambeba kando katika bonde kubwa la mifupa. Akamwambia, mwanadamu, mifupa itatiwa nini ili uishi? Ndugu mpendwa, neno letu ni kuishi. Niliimba ya kwamba watakatifu wataishi. Watakatifu wataishi katika ule mkutano mkubwa. Katika ule mkutano mkubwa utaishi kama wewe ni mtakatifu. Sema haleluya. Sema amena. Mtu wa Mungu, mifupa itatiwa nini ili iishi? Wewe kama ni mfupa, kama ni mkavu, maisha yako mabaya, maisha isiyo na upendo na watu wengine, maisha ya machokozi, maisha ya kufanya mafarakano na watu. Ndugu mpendwa, maisha ya utakatifu, siku moja utakwenda kuishi. Siku moja utakwenda kuishi milele na milele. Na Bwana atubariki sana. Bwana ahimidiwe. Jioni ya leo, sikiliza neno letu. Ni mifupa itafanywaje ili iweze kuishi? Ilikuwa mifupa mikavu. Ilionekana kwa nabii wa Mungu Ezekieli katika bonde la mifupa mikavu. Hayakuwa na matumaini tena ya kuishi. Lakini Mungu alipomwambia Ezekieli ya kwamba toa unabii juu ya mifupa hiyo, nayo itaishi, aliona kila mfupa unasogeana. Kila mfupa unasogeana. Imekuwa mifupa juu yake ikaja minofu, ikaja mishipa, ikaonekana watu tena wametembea. Haleluya. Ndugu mpendwa, ni kuishi. Neno letu ni kuishi. Kitu ambacho kinaishi ni kitakatifu, hakina dhambi yoyote. Na Bwana tubariki. Mtu wa Mungu, pokea neno hilo. Utaishi kwa Bwana kama wewe sio mfupa wala mkavu. Na Bwana tubariki. Amen.